Yes, bana, tunaelekea kwenye michuano ya World Cup zikibakia siku chache kabisa au wiki chache kabisa kuelekea michuano mikubwa ya soka ulimwenguni, lakini viko vitu vingi sana ambavyo vinaendelea kutokelezea kwenye kuelekea michuano hii, kuanzia viwanja vya kisasa zaidi, mpira ya kisasa zaidi, lakini pia kama maandalizi yenyewe tunaweza kusema ni moja ya maandalizi makubwa kabisa ya michuano hii. Timu zinapata pesa nyingi sana, kuanzia timu zinazoshiriki, lakini pia timu ambazo zinafika hatua za mbele zaidi, pia hata bingwa pia atapata pesa nyingi zaidi na michuano mingine. Inaonekana ni moja ya michuano ambayo itakuwa ni mikubwa na kuvutia kabisa dunia. Lakini kwa mwaka huu 2026 tutegemea michuano ambayo mingi itachezwa majira ya asubuhi kwa saa zetu za Afrika Mashariki, kwa sababu tumetofautiana masaa mengi sana na nchi ambazo zinatokea ukanda ule wa Amerika. Kuna baadhi ya miji tunatofautiana nao zaidi ya masaa 12. Just imagine masaa 12, maana ratiba ikisema kule ni saa 2 usiku, maana huku hivi ni saa 12 asubuhi. Kwa hiyo tunaenda mechi za saa 12 asubuhi. Mimi Gerald Wenga, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Gerald Wenga. Sasa kubwa kabisa nataka nikuletee ni kuhusiana na mpira ambao utakuwa unatumika kwenye michuano hii ya World Cup kwa mwaka 2026. Kikubwa kabisa ni teknolojia imezidi kukua, hasa kwenye michuano hii ya kombe la dunia mwaka 2026. Mpira ambao utatumika kwenye michuano hii ya World Cup 2026 kwanza utakuwa unahitaji kuchajiwa kabla ya mechi kuanza, kutokana na mfumo wake wa sensa za ndani inafuatilia kila mguso wake kwa usahihi wa hali ya juu. Bana, imagine mpira unahitaji kuchajiwa ili kuweza kutumika katika michuano hii, lakini tofauti na kombe la dunia 2022 ambako sensa hii ilikuwa inaunganishwa na kwa nyaya ndani ya mpira. Mwaka 2026 ile imepachikwa moja kwa moja kwenye paneli ya mpira. Just imagine. Taarifa zinazokusanywa na sensa hiyo zitaunganishwa na kamera 12 zilizozunguka uwanja, zikiwa zinaweza kufuatilia nafasi ya mpira na wachezaji mara 50 kwa sekunde. Imagine namna teknolojia ilivyokuwa kwa kasi zaidi, lakini data hizo zitatua moja kwa moja kwenye mfumo wa VAR kusaidia maamuzi muhimu kama goli lililovuka mstari pamoja na matukio ya offside. Cha kushangaza zaidi ni kwamba sensa hiyo ni nyepesi kiasi kwamba haiathiri mchezo na betri yake inaweza kudumu hadi masaa 6 ya mchezo. Ladies and gentlemen, kipindi sisi tunaendelea kupigania kupambana na marefari wetu wazungu wenyewe walioendelea kule mbele, wanaamua kila siku kurahisisha mambo, kufanya binadamu asiweze kuwa na kazi kubwa sana. Zile lawama ambazo tumekuwa tumezisikia miaka nenda miaka rudi, wanajitahidi namna gani ya kuweza kuzipunguza. Unajua sasa tuna USC VAR, lakini wenzetu tayari wamekuja na mifumo ambayo tayari kwenye mipira, yani mambo yanazidi kuwa makubwa kabisa. Si kipindi tunatafuta VAR, wenzetu kirahisi kabisa wenyewe tayari washaanza kuweka vitu kwenye mipira. Gerald Wenga, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Gerald Wenga.